nirudi kwa kidato cha 6. Tayari wapo tayari, bado siku chache. Nakumbuka kesho kutwa mwezi wa 5 mnaingia kwenye kidato kwenye mtihani. Mimi niwaombeni kwamba kwanza, najua mmeshasoma mengi na mmeshafanya makubwa sana. Kwa walimu jinsi walivyonisikia, topic zote zimeshaisha. Tunachohitaji, fanyeni kazi ya kujibu mitihani kwa utulivu. Hii shule pamoja na udogo wake na ukubwa wake, lakini muamini kuna watu walishapita hapa. Mmoja wapo mimi mwenyewe na wengine ambao hatuwezi kuwamaliza kwa kusema. Wapo wengi sana. Walifanya vizuri. Hii shule ilishawahi kuwa shule ya 7 kitaifa wakati sisi tunamaliza. Inamaanisha tulifanya vizuri. Wanafunzi 35 tulifanya vizuri sana. Kwa hiyo naamini nyinyi ni vijana wangu, mtafanya vizuri kwa kupitia nukulu ambazo mmepitia kuzifundisha, mlizofundishwa na walimu. Na ninawatakia sana heri kubwa. Fanyeni vizuri, mlete heshima ya hii shule. Kupata wanafunzi wengine watakaohitaji kusoma hapa, nyie mtakayetangaza, msituangushe. Tuna imani kubwa na nyie kidato cha 6. Lakini katika nafasi ya pekee ambayo ipo kwa vijana wote ambao wanasoma kuanzia kidato cha 1, cha 2, cha 3, cha 4 na kuendelea, kuna kitu kimoja kinachoitwa nidhamu, discipline. Ni muhimu sana. Ukikosa nidhamu, kila kitu unaweza kukosa vile vile. Leo mimi nawakumbuka wazee kwa sababu walituongoza namna kuishi, na tunashukuru wametufikisha mahala, na leo tunasikika, tunajulikana. Chama cha Mapinduzi tunashukuru, kilifanya vizuri, kikaanzisha shule na sisi tunaanza kusoma. Muda ule ilikuwa ni ngumu kwa sababu ilikuwa shule ya Songea Boys kwa upande wa wanaume, Kigonsera, na ilikwenda seminari mkoa mzima. Wanafunzi walikuwa wengi. Kwa hiyo waliochaguliwa ni wachache, wengine tulikuwa tumeachwa tukawa tunafika kusoma hapa. Lakini ngome ilikuwa ni ile ile ya kufaulu. Kwa hiyo tunawaombeni sana wazazi, mwajibike kutekeleza mambo ya wajibu wa kulipa ada na michango mingine. Na nyinyi wanafunzi, kazi yenu ni kusoma. Mimi binafsi kama mgeni wenu rasmi nimeshazipata hizi changamoto na nazichukua, baadhi tutazifanyia kazi. Lakini vile vile nilikuwa na salamu ya Mheshimiwa Mbunge Jonas, kwa sababu yeye ni mmoja ya mwanafunzi aliyepitia hapa. Aliniagiza nikaseme kwanza, pamoja na hizo changamoto, alichukua changamoto ya kuchangia mifuko 50 ya saruji. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa Diwani atawajibika kufuatilia, na hapo ni mwalimu hapa shuleni. Pia mgeni rasmi atachukua changamoto ya kompyuta, itafika kompyuta mpya. Elimu ni gari, lazima tuchangie ili mambo mengine yaweze kwenda. Kwa kusema hayo, tusipoteze muda mwingi, naona watu wamechoka. Mimi nahairisha mkutano huu na ninawashukuru kwa kuchukua muda wenu mrefu kwa kukaa hapa, na ninashukuru shule kwa kunipa nafasi ya pekee ya upendeleo kuja hapa kuwa mgeni rasmi. Tutaendelea kushirikiana sana na Mheshimiwa Diwani ambaye ni mwalimu wa shule hii. Tutaendelea kushirikiana pale kwenye baraza namna gani tutaisukuma hii shule ifike mahala. Tafadhali tushirikiane sana. Kwa hiyo haya mengine tuliyosema, wewe utafuatilia kwa ajili ya kupata haya tuliyosema. Simenti utachukua ulete hapa wafanye ukarabati na hiyo kompyuta.